kuambia tenje ikapatikana. Na ni tenje iko inatumika. Na uliingia na tenje wapi? Kwa nini wakufanya research? Sisi tulikuwa tuna bayuko. Walipata tenje. Tena wacha nikaa binduki uko nayo. Simu jela. Hai, ni kama binduki uko nayo. Nikajaribu kuambia ni kizibo, ananiuliza kizibo ni kusema wajui hata hii sheni ya kizibo ni nini. Naambia si fiti. Hii simu si fiti. Kaniambia utatoa mtoto wake. Mtoto wake ni battery line na mama yake ni mama. Huyo ni mama sasa battery mtoto wake na line. Nitazitoa. Nikamwambia sinifanye. Na kwambia niliitiwa reinforcement. Hiyo siku ndio nilionanga night ya kwangu. Juu nilipigangwa. Nilipigwa nimevamia na maskari karibu 10. Mapaipu. Nilikuwa nakaa green mtu mzima. Juu sasa huko hadi hakuna kufunga hadi bra. Hakuna kufunga bra? Hakuna. Hakuna bra ama? Nakaga tu hivyo. Au ufai kukaa na bra. Ni hivyo nguo na suruali peke yake. Na watu waibiani masuruali huko? Mnaibiana. Ukiweka vibaya ukifua sasa nguo ilikuwa ni moja. Ni wash and wear. Mambo? Poa. Uko mzima? Uko mzima. Umetukaribisha katika Kariobangi. Yeah. Hapa hivi sasa hapa hivi kijiji inaitwaje? Korogocho. Korogocho. Hii kijiji ina jina lingine? Iko nayo. Inaitwaje? Kitadhuro. Kitadhuro. Sasa tuko ndani ya Kitadhuro. Na sisi tunakukaribisha sana katika Dera Documentary. Tungetaka kukusikiza, tusikie story ya maisha yako. Na kupitia story ya maisha yako, tutasoma mambo mingi sana na pia tutajua namna tutakavyo kusupport. Karibu sana katika Dera Documentary. Tukitaka kukujua zaidi kwa majina, kulelewa, yani kazi yako, hadi ni nini ilikufanya ukaingia hadi prison. Karibu sana katika Dera Documentary. Okay. Kwa majina naitwa Purity Muthoni Ranji. Okay, mimi nimezaliwa Korogocho. Area inajiita Kitadhuro. Umezaliwa hapa hivi? Yeah. Na umelelewa tu hapa? Yeah. Yeah, hapa ndio nyumbani. Na mimi ni first born kwetu. Tumezaliwa tukiwa watoto wawili na mamangu. Kijana mmoja na mimi sasa. Wewe ulikuwa first born ama second born? Mimi nilikuwa I was first born. Wewe ulikuwa first born? Yeah. Maisha ilikuwaje kutoka pale mkiwa wadogo? Okay, mimi niligrow nikapelekwa na mamangu shule. Na nilisomea shule kwa hiyo wakati inajiita Korogocho Primary. Lakini for nowadays inajiita Kumboni. Sasa nikasoma nikamaliza study 8. Na mamangu hakuwa na uwezo wa kuni support sana, yani kutulea, lakini alikuwa anafulia watu nguo. Wakati mamangu alijifingilia pia aliniuliza ama naweza join because nilikuwa nataka kumaliza form 4 ni join secondary school. So niliambia mamangu unaweza nipeleka. So alinipeleka shule nikasoma hadi form 4 kule Ukambani. Ongea sauti kidogo. Nikasoma huko Ukambani St. Valentine. So nikisomea huko Ukambani ndio nilipatana na boyfriend, na wakati nikiwa form 3 nilipatana na huyo boyfriend, ikabidi nimepata mimba. Sasa ilifika mahali first born wangu alikuwa huyo baba yake alikuwa mwizi. Alikuwa mwizi? Ulijuaje alikuwa mwizi? Alikuwa mwizi wakati nilijua ni wakati alikushai kuja na binduki. Na kuja na binduki akaiweka mahali kwa bed. Sasa mahali kwenda anga ilikuwa pisto. Nilistukaga sana lakini ilibidi tu nizoe. Juu alikuwa tu kijana mdogo. Alikuwa how old?
wakati mimi nikiwa na 17, yeye alikuwa na 20. So iliendelea tu hivyo. Mimi ikabidi nikiwa venye nilishika hiyo mimba, ikabidi nimeilea nikiwa kwetu. Na wakati sasa ulipata mimba, the time ulirudi home, mama yako amekusomesha na hiyo taabu mingi, alikupokea aje? Okay, ilifika mahali nilikuwa nataka kuabort venye nilipata hiyo mimba, lakini mkoro wangu akaniambia nisijaribu, itabidi tu uzae utarudi shule. So nilikuwa napenda sana kusoma, nikaambia mama hapana, na nitalose masomo yangu yote. Akaniambia hapana, unaweza zaa na urudi shule. So hiyo wakati nikalea mimba yangu nikiwa tu home. Sasa mamangu hakuwa anataka niolewe na huyo kijana. Juu alikuwa anasema sisi ni wadogo sana. So ilifika mahali ile kuhepa ilibidi nimehepa. Sasa siku moja nimeenda nimekaanisha na huyo kijana. Ukahepa sasa ukajificha mama, ukaenda kuishi na ule kijana na boyfriend. Sasa venye nilienda nikakaa na huyo boyfriend, kwake hata kuko na kitu, tulikuwa tunalala chini. Na kwani hii pesa alikuwa naimba alikuwa anapeleka wapi? Mimi sijui, juu pesa mingi nimeshaiona kutoka kwake. Nilikuwa nikaa 40,000. 40k? Yeah, for that time. Hiyo 40k hiyo that time ilikuwa pesa mingi. Ilikuwa pesa mingi, lakini mbona hata ndio alikujanga na akanigawia. Akaniambia 20 nataka ufanye nguo za mtoi na ujipange nayo, na ndio utajipanga nayo hadi siku ile utazaa. So mimi nilikaa tu hapo kukaa najifinyilia, nikakujanga nikapatia mkoro wangu 10k, nikamwambia niweke in case kule nitashikika atanipeleka nazo Hosi kunisaidia kulea mtoi. Sasa hiyo wakati ndio nilimaliza, nikafika mahali nimejifungua, nikapata mtoto kijana. So maisha ilikuwa up and down. Kidogo. Maisha ilikuwa up and down. So ilibidi tu nijifikirie tu kwa hiyo boma. Sasa ilifika mahali ilifika kuwa tough wakati nilijifunga huyo mtoi. Mtoi mwenyewe buda yake akaanza akagrow kafika miaka 2. Akagrow, nikakuwa sasa na hepa kwake narudi home. Nikakaa tena home, naona tena home shida zimezidi, anakuja ananidanganya na narudi kwake. So ikakuwa maisha ni up and down. So ilifika mahali mimi nikaona sitawezana na hii shughuli. Sasa ile alianza sasa kunipiga, alafu chalia akakuwa mtu mademu. Bado ako na mademu wengine? Mademu wengi sana. Ikakuwa napigana vita. Mimi nikachoka kumpiganiaga. Sasa ulikuwa unapigana na wale mademu? Nilikuwa napigana na wale mademu. Nawaambia achana baba mtoi wangu. So hapo ndio ilibidi nimerudi home for good. Na nikaamua. Sasa ilibidi sasa juu kwetu mamangu alikuwa na shida sana, ilibidi sasa ile kibarua naenda kufua nguo, inabidi akiitwa tunaenda na yeye. Tunaenda tunafulia ndio niweze kulea huyu mtoi. So nikaanza nafua nguo, namsaidia, tunapata Kenya, tunarudi na yeye. Na huku tunapenda kibarua zao, na huku kwa Mawaria, Isili, na huku hivi mosque kote. Sasa ilifika mahali mamangu akaniambia ni wakati wako wa kujiamulia life yako venye inataka. Sasa ufanye venye unataka sasa. Lakini alikuwa na rafiki wake, alikuwa family friend, akamwambia kuhusu mambo na Saudi Arabia. Mimi nikamwambia for now mimi siwezi enda.
Sasa inafika mahali sasa hadi nahepa kwetu, naenda kwa beste yangu. Tunaenda tunakaa huko, tuna hustle tukiomba mbao ile watoi wa kule, tolee rada. So ikakuwa hiyo ndio live. Sasa ni ile tu saa zingine inabidi nimejifinyilia, ikakuwa hata hizo round siendi, hizo za kuomba hizo za kuduru. Nikasema mimi mamangu alikuwa ameniambia kuhusu mambo na Saudi Arabia, itabidi mimi niende niongee na mkuru wangu, nimwambie acheze kama yeye venye alikuwa amesha. Sasa ni mimi nimejiamulia sasa. Si mimi nikaenda nikapata mkuru wangu, nikamwambia mama, nimekam ule rafiki wetu wako ulikuwa umesema kuhusu Saudi Arabia, naweza enda, anaweza connect. Akaniambia kama umejiamulia ni sawa, acha tutaanza kushughulika. So in fact mamangu alikaa akaniambia, kaenda kaongea na huyo mother, kuongea kamwambia ni sawa atafanya connection. So you fanyanga connection, mamangu huenda na kukopa do ndio niende nichukue passport. Wakati mtu alikuwa ajitafutia. Sasa nilienda nikachukua passport, nikaanza kuanga up in downtown Nyayo House. Ndio mimi nimekondea kwa hiyo barabara. Kutoka hapa kwenda hadi Nyayo Tao. Nikifika Tao yani niko njaa, niko nini, inabidi tu naenda. Sasa ilikuwa nimeamua saa hizo ndio niende juu ya huyu chali pia kunihangaisha mtaa, sikai na amani. Akipatana na mimi anipiga. Alikuwa anakupigia nini? Ati sirudi kwake, ati nazurura. Unaona nani saidisa hiyo. Nikisema nikwenda Tao na akipatana na mimi anipiga. Alafu saa hizo mimi mtoi wangu alikuwa naenda na mficha kwa beste yangu. So nikaonanga sasa ndio nikamake hiyo decision, naweza ondokea uchali for good. Yani ndio kwanza nitoke. At least ukienda Saudi Arabia utakuwa ni kama umeenda exile. So hapo ndio niliamwanga, ikakuwa mwezi mmoja nimeenda Tao, nimeshughulikia passport, sana naenda kuangalia. So ilifika time hiyo wakati na siku ikafika. Zenye ilifika siku ndio niliamua, ilikuwa 2009 nikasema mwaka 2 ndio naenda exile. Kwa hivyo tutawachana na huyu jamaa. Na mtoi wangu hiyo wakati alikuwa na miaka 4. So mimi ilifika tarehe 14 2009. Hiyo tarehe 14 ndio kila kitu yangu ilikuwa nimelipia, ndio nilikuwa nisafiri. Mimi huendanga nampigia mjamaa, ndio hiyo siku nikamwambia unajua niaje leo naingia na mamangu alikuwa ameniambia nisimwambie. Iko ni surprise kwake, asikiange tu wewe ulishianga. Sasa na mimi ile kiburi tunajua, nikasema lazima ajue bado naweza enda. Mimi mwambie unajua kesho naenda, nasafiri na travel na naenda usiku. Chali kuuliza wapi? Nikamwambia naenda Saudi Arabia. Akaniambia pana. Wezi na mtoi wangu. Nikamwambia mtoi wako nimemwacha kwa mamangu. Wewe ukisikia utamsaidia, ukisikia utamsaidia wachana na yeye. Mimi umlive. Mimi sasa akakosema atakuja kunifungia. Kukufungia kwa airport. Ati nisiende sema mimi yake. Na kila kitu nilikuwa nimejaza single. Mimi ni single. Kwa hivyo siko na shughuli yake. So ikafika tuka-organize nika-travel hiyo usiku kitu saa 4. Ikafika airport, ananipigia macalls. Naambia mimi nikuenda naenda. Ati nini nikifika hapo utaona, sijui utaenda na mtoi wangu. Nikamwambia mtoi nilishakupatia, ukisikia utamlea mlee. Mimi sina shughuli na wewe, ni baba yake. So mimi ufly. Hakukuja airport? Hakukuja. So kwenda nimeenda nchi nyingine, sina namna, hakuna mtu wetu hapo. Sasa mimi between me and my life. So ilifika mahali sana nikiwa Saudi Arabia, nikashikangwa na feelings yenye si fiti, ndio nikautanga.
ile kuota niliotanga huyo mjamaa, yaani kama niondole hii kikombe mbele yangu so nilikuwa hii ndoto inamaanisha nini? Alafu sina namba yoyote ya mtu wote. Mimi nikamuonyesha sasa nitakomunicate aje? Ni nini hizi ndoto? Hii ndoto ina maana. So ikakuwa kwenye tumeenda huko Saudi Arabia, tulikuwa Riyadh. Sasa ikakuwa fika mali, huyu mdosi wangu akanipeleka country nini kushagu kwa kina madhake Daharara. Mara kunajiita Daharara. Wakati nilienda hivi, ikakuwa wacha nichukue tenje, nikaiba tenje ya mdosi wangu. Nikaanza kutry kumcall. Kumbe lazima uweke kodi ya Kenya. Sijui nilibahatikaje nikuona. Alafu nilikuwa na tenje na fichanga hapa hivi huko wezi wakati uko nakaa na tenje. Ulikuwa bado na smartphone? Hapa anakaa tulituli 11. Ah, katururu. Sasa mimi tenje sasa nimechukua ile ya mdosi wangu, sister ya mdosi wangu, nikachukua nikaanza kupiga, nikaanza kudial nini. Akili kaniambia kodi ya Kenya. Sasa ndio nilikuwa najua tu namba moja ya chali nilikuwa naye huko home. Lakini alikuwa tu like boyfriend, alikuwa anikatiaga. Na just a boyfriend. Na alikuwa karau. Sasa niu dial hata sikupigia mamangu ama nani, hiyo namba ndio ilikuwa tu hapa kwa akili. Mimi kupigia yule chali nikamwambia niaje nilishafika. Akaniambia pole. Nikamwambia pole za. Nikamwambia nilifika, unaniambia pole na nilifika. Akaniambia pole Jo, nimeshikwa na butwa kusikia ule chali ulikuwa unaniambia ni brother yako aliuliwa. Aliuliwa? Yeah. It was umestuka, unaanza kupiga nduru. Kumbe hiyo kitu ndio ilikuwa inakujia kwa ndoto yenye haukuwa unajua ni nini. Na ni wiki mbili. Just 2 weeks ndio nimetravel, ndio tumerudi nimepelekwa Dar. Yaani nikajiuliza aje, na kwa nini mamangu hajaniambia? Lakini mamangu kumbe walikuwa wamesemanga wasiniambie. Niko na stress na niko nchi ya wenyewe. Mimi kutoka hapo piga nduru najisahau niko nchi ya wenyewe. Walafu kulikuwa na party huko. Kwa party ikakuwa nimewadistract. Wakakuja kanisa nini? Mimi usahau nakumbuka niko na tenje wenyewe. Nikaitupanisha na huko. Nikamuuliza Pirusi, nini? Nikamwambia sasa na inabidi niongee na action. Naonyesha. Sasa ikakuwa wananiuliza aje, umejuaje? Nikaonyesha. Mimi nilifeel na ama niliota. Sasa tuelewane, mimi sijui Kisaudi Arabia na mimi wanielewi juu ya Kizungu pia. Mdosi wangu tu ni alikuwa KDF, alikuwa soja. Huyo tu ndiye alikuwa anajua Kizungu moja. Nikamwambia akapigiwa simu akauliza nini nasikia Purity unaleta watu huko na tension nini? Nikamwelezea, nikamwambia nilifeel baba mtoi wangu amededi. Kumbe alikuwa nini? Baba ya mtoto wako hakuwa brother yako? Si huyo ni baba mtoi wa mine. Sasa huyo aliuliwa. Uliuliwa. Sasa huyo chali yangu ndio alikuwa anajuanga huyo ni brother yangu. Ulikuwa umemdanganyanga ni brother yako? Sasa ni yeye unipeleka hivi na rada. Ikabidi sasa ule mdosi wangu mzae wa huko baba huyo mdosi wangu akakujanga akaniongelesha akaniambia sasa imesha happen umekuwa huku sasa ni wiki mbili hata hujamaliza hata contract yako ulikuwa nini ile kitu iko angalia ile side ya ile mlima uambie Mungu ni sawa amchukue na wachane naye tu ile niendelee na life yangu juu sina otherwise. Nikamwambia hapana sikubaliani na hiyo kitu. Sasa lakini ndio ndafilaje enyewe mtoi wangu alikuwa amenikosa for that time, amenikosa tena at the same time amekosa muda wake. So nilikuwa na confidence nikienda nilikuwa najua at least akinikosa ataona muda.
Sasa At least budake angekuwa anakuja tu na mvisit. Sasa nikashikwa na ile aje. Sasa itabidi mimi nirudi home. Bosi wangu aliniuliza, sasa unalia utafanya unatakaje? Nikamwambia I want just to go back to my country. Akaniuliza what? Nikamwambia yeah. Akaniuliza kwa document zako si ulikuwa umeandika wewe ni single? Nikamwambia na sasa nikamwambia huyu ni baba mtoi wangu. Itabidi ile kitu aliniweza naye, aliniuliza kama niko na air flight nirudi ningefanyaje? Haukuwa Sina, ndio nimemaliza, hata sijamaliza hadi miezi 3 ati nitapewa hadi fare, ati nilikuwa nimejilipia. Akaniambia kama utaweza kujilipia ni sawa, na Purity tu acha mambo mingi. Sasa jua ni wewe baba, ni wewe mama. Sasa focus venye utatafutia mtoi wa wacha na huyu alikufa. Ikakuwa ni sasa ni hivyo. Mimi feelings zangu zinajua tu hapana, wacha nirudi tu home. So ilibidi nimekaa. Either nipende nisipende, hadi siku ile nitajitafutia fare. Sasa ilifika hiyo wakati mimi huenda nakaa miezi 9 sasa huko nchi ya wenyewe. 9 months. Kienda kufika mwezi wa 10 nikaanza kupigia mabasenda wa kwetu. Ule mother nikamwambia ni connect venye naweza rudi. Sasa mimi nilirudingi nikajua venye nataka kuongea. Mdosi wangu akanipea namba niongee sasa na madhangu. Mamangu nikamuuliza kwa nini baba Mwalo alikufa na huwezi niambia? Akaniambia hapana, nani alikuambia? Mamangu juanga mimi na rafiki mwenye nilikuwa naishi kwake demu. Mchukia asemanga ni yeye uniambia. Alikuwa na nini alikuambianga? Sasa anafikiria fulani ni yeye aliambia ngamson. Sipendi sana, anatuma Mudhoni arudi Kenya. Naje bala atafutie mtoi wake. Mangu namwambia mimi mama nafikiria kukuja. Akaniambia kaa, umebakisha kidogo. Nikamwambia hizo zote siku zote alafu mtoto wangu atakaa na nani? Akaniambia mtoto ako sawa. Nikamwambia hapana, mimi na feel kukama. Ilibidi tu nimemwambia mami life ya huku mimi siwezani na wacha tu mimi niru. Mimi basi ndawa kwetu akaniorganizia. Akaniambia sawa, wiki moja ikifika utakuwa umepata visa na kila kitu ya kurudi kwenu. Mimi ufurahia. Mimi kujanga hiyo kwa Saturday tukakuja na ndege ya usiku pia. So vile nilifika, kitu ya kwanza niko na mtoi wangu nikulia. Lakini sasa mtoi wangu nilikuwa nasikia vibaya juu alikuwa ananiambia mama ati babangu alishutiwa. Na muuliza nani alikwambia? Watu wengi wananiambia babangu ni mwizi, alishutiwa. Nikamwambia sasa ni mimi baba na ni mimi mama. Ati si alipigwa huko tao? Nikamwambia mimi sijui, juu sikuwa, usijali. Sasa usijali, hata mimi si niko. Sasa ni mimi mama, ni mimi baba. Venye nikakuja sasa mimi huendanga kwa kina huyu Charlie. Nikapata bro yake mimi. Wao nipelekanga vibaya, mimi humwambia nisaidie tu na vitu za keja zenye zilikuwa zangu, hata kama ni bedi na mattress, vitu acha nazo nianze live. Nikomboe keja. Ule Charlie ukata. Ikafika mahali tunapelekana hadi kwa chief nini. Nikaona mamangu yuniambia Mudhoni, wachana na vitu za dunia, hizi vitu ni za kuisha. Hizi unaweza mkono zako ni blessed. Sasa utatafuta vitu zako na zitakuwa za lawama na ukaepoa na mtoi wako. Na kutoka leo wachana kubishana na huyo mwanaume yenyewe. Mimi ukaa hivi najifikiria nikaona ni fiti. Mimi usarikana na yeye. Mimi mamangu kaniambia kuja ukae hapa. So nikiwa home ikakuwa sasa nimeanza kufoka na shindo. Sasa ndio huyo sasa hakuna mtu wa kunihangaisha home. Ule Charlie bedeli. Sasa tufanyaje? Ile kitu mimi hufanya, mimi huendanga naona ule Charlie na mobilize watu, mabishe zangu tunaenda Lang'ata, tunamuona upanda maua, nikajua wewe lala salama. Sasa tutanisumbua, utaiweka lawama. Nifungue nile mtoi wetu. Sasa tunamaliza. Sasa mimi nikiwa tu sasa home.
Nuka hivi. Najiuliza sasa life naanzaje? Ndio baba mtoi wangu amededi. Sasa ni mimi. Ule chali hivi ukujanga kaniambia, "Mudhoni hata nilipoongopaga. Kumbe ulikuwa unanidanganyanga huyo ni bro yako." Nikamwambia ilikuwa inabidi juu yenyewe. Ile lifestyle nilikuwa naweka na huyo chali. Ilikuwa noma. Ya stress kila saa. Akaniambia idhuru ilimwagika. Sasa umekuja si ungemaliza contract? Nikamwambia pana. Sasa nikuje nikae na mtoi wangu. Sasa mimi tukiona mkuru wangu nikaona pana. Hii life siwezi kaa tu hivyo. Itabidi sasa nifanye nini? Nijitume. Hauwezi kaa tu hivyo, mtoto anataka chakula, kulipa nyumba. Sasa mimi huwa nitanga naanza kashika na bishi zangu, leo naenda Tao. Kwa tu mimi naanza kwenda Tao. Kwenda ile naenda ikakuwa najua kuna baisa fulani ilikuwa inajiita Ladies. Sasa ni ya strip club. Ikakuwa mimi sasa maybe niende kama waiter huko. So mimi huendanga napata job ya waiter, naambia mkuru wangu nimeshapata job. Sasa ilikuwa natokanga tu usiku. Naenda job. Uliambia ngamadhe ni job gani? Nilimwambia tu mimi ni waiter. Ni waiter tu, hata ukushinda ukimwambia ni waiter wa nini? Sasa mimi nikiwa huko watu mademu wanakuja wamevaa nini, wanapata mado. Mimi nalipota 6 per month. Nao wanapata mado, wanatoka na mado karibu miti 10 mbao, inalingana. Yaani anaenda na pesa mingi siku moja kushida yako ya 1 month. Hiyo lazima ingekuweka wazimu kwa kichwa. Best yangu akaniambia wewe ni mrembo. Na unaenda na hii kidogo hivi upati tip. Fanya aje? Hebu chikia madema kukusia tena warembo kuliko. Wacha ufala. Jitafuta zenye utapata ngado. Join na sisi. Nikamwambia nitajua. So mimi ukaanga naenda naambia huyo manager wetu, mimi nataka hivi na hivi. Naweza kujoin kwa kaniambia tu najuanga vile wanafanyanga unaonanga. Utaweza? Nikamwambia sasa ilikuwa mimi nikiwaita akaniambia ngojea mwezi mmoja iishe nikuangalilia nafasi. Sasa nikiwa pale hivyo nikienda kazi 5 inabidi tukifanya usafi na cheza na ile chuma nikiwa peke yangu najifundisha. Hapa hivyo unacheza na ile 4 ku practice. Baba shedangu anambia unaweza. Naambia pika kwa stripper. Haya. Saa 1 month ilifika nikaenda nikakumbusha ule boss akaniambia, "Sawa enda ununue costume. Ujue venye utaingia kazi usiku. Na hivi heel ni 3 25 hizi 6 inch. Costume jua venye hivi kuna kuangana Wednesday Sunday." Nikasema ina mambo mimi by the way kuna costume ya Monday, ya Tuesday, Wednesday na Thursday. Kuna school, kuna nurse, kuna venye hizo ma kitchen wear. Yani vitu mobile siku navaa. Mimi huendanga sasa nafanya tu best yangu ananipatia anga zingine ananiambia siku fulani unaona ukipata do utakukibai. Sasa tulikuwa tunashare na best yangu. Sasa hapo ndio niliamuaga enyewe siku ya kwanza. Mimi huendanga na 14. 14K. Hapo ndio nilisemanga wangu. Enyewe nilikuwa nalalisha. Sasa mimi utokanga hiyo do mimi kuja. Naenda na buy kitanda na mattress nikawekanga home. Kuweka home nikatiwa sasa nimeanza kushika rada. Maisha imeanza sasa. Mimi wakati hapo ndio sasa nikiwa hapo ndio tulikaaga. Nikafanya hiyo job nikaanza kujijenga nini nikabaingi kila kitu ya nyumba hiyo wakati. Sasa nikiwa nimebai kila kitu ya nyumba mimi ukomboa keja. Naanza sasa kujipanga nikaonanga niko na nyumba yangu, niko na kila kitu. Nilikuwa nafuatananga na zile vitu za mzee wangu za nini. God ameni bless. So hapo ndio nikiwa Tao mimi utokanga hiyo club naanza sasa kwenda club kubwa like Barrel, F2, Florida hiyo kati.
mimi nikiwa huko mabeste, nimeshakuwa na mabeste wengi. Ushatengeneza network? Kabisa, connection iko nazo za kutafuta do. Hapo ndio nilipatana bado na mabeste wengine wangu Huruma. Mimi sikuwa jua kuna mali itajanifika nijipate mali nilijipata. What happened? Okay, mabeste zangu ndio hukujanga, wanakuja na connection. Wanakuja mimi na wananiambia kuna venye wanataka kutafuta do. Nikamwambiaje, wewe ile kitu tunataka utusaidie nao nikija. Naambia ni sawa. Mimi hapo nikamwambia kama ni nyumba nataka mimi silalagi huku usiku, mimi nakujanga asubuhi, mtafanya venye nataka. So it was like mimi kija nimepatiana. Sasa hao wafanya venye wanataka, sikuwa najua mission yenyewe wanataka kuwa. Kumbe ndio hapo mademu hao wawili wa Huruma ukuja. Wanakuja na story ya Mtoi. Historia? Mtoi. Lakini sikujuaga hiyo wakati. Wakaniambia Mtoi ni do. Mtoi wako? Biashara. Mtoi ni do. Na hii do itatoka do fine sana. Hapo ndio nilikaa. Nikajiuliza Mtoi do fine. Ati hata wewe utakaanzwa. Nikamwambia haina mambo. Sasa ikakuwa ule Mtoi alikuwa Mtoi wa kidosi. Walikuwa wameimba Mtoi. Hapo tujaelewa. Kumbe Mtoi alikuwa amekidnapiwa. Walikuwa wamekidnap Mtoi. Sasa wakiwa wamekidnap Mtoi, ilikuwa dozi toka 5M. Kwa hizo 5M tulikuwa tumeambiwa tutapewa mtu mita moja. Kumbe ile connection ilikuwa ya watu wa Kamiti. Sijui shughuli za watu wa Kamiti ati kuna connection nini. Anti huyo Mtoi alikuwa ameorganize. Anti Mtoi alikuwa? Ameorganize hiyo story yote na ndugu wote wa Kamiti. Waibie sistaki. Sasa na yeye ndio anatafuta watu. Sasa ndio nao watu hivyo. Ilikuwa tu hivi. Watu lakini it was mimi nafiliani vibaya na najeka ni Mtoi wangu. Huko unaona kama ni Mtoi wako. Sasa mama yangu Mtoi anafilaje. Lakini juu ya shida inabidi tu tukue tu kimoja. Mtoi alikuwa anaongea Kizungu lakini Mtoi alitupenda. Alikuwa na kafiti, anapewa kila kitu. Mlikuwa mnampatia kila kitu? Hakuna tocha. Tu do ilikuwa tu do. Sasa ilikuwa like Mtoi siku ya kwanza ya pili ya nne. Mimi nikaanza kuleta shida. Nikasema hapana. Mimi Mtoi kama hakuna dozi natoka ndio vile mtamrudisha kwenye mlimtoa. Kama Mtoi tu kwako. Mimi juadi niko na Chelina sasa ananikatisia. Ikakuwa ni ukweli hata huyu Mtoi yenyewe hakuna kitu anatoka, itabidi sasa tuambie wale watu wa Kamiti wachukuzanye huyu Mtoi tumrudi. Ikakuanga kumbe tuna wale connection tunatrakiwa ile ya hapana. Nikaambia mnajua mimi naona tumekaa yani feelings zangu si fiti. Fanyeni aje Mtoi kesho. Leo ni Sunday. Kesho asubuhi mumpeleke kwenye mlikuwa mmemtoa. Huko muende mumweke hata mkimweka kwa petrol station fulani. Ni hivyo. Atajua atatafutwa atachukulikana anachukuliwa na makarau apeleke huko aulize kwa watu wakimtafuta. Ikakuwa kumbe hii tu yanatafutwa hadi kwa television. Hapo ile siku sasa nimeenda nikapei nikakuja na nikiona vitu. Sasa ikakuwa wale mademu wa yuko mimi nimeingia kwa keja. Mtoi yako tulikuwa tumwekea katuni nini. Akaniambia auntie umekaa na snacks. Nikaambia leo sijakaa na snacks, kwanza maliza zile snacks zingine lakini kesho nikienda town nitakukamia na snacks. Ikakuwa sasa hiyo siku ndio nimeambia wale mademu wakuja wamchukue waende wamdrop.
Mimi nikiwa nimebleki nasikia nyumba yangu inabishwa. Sasa naona kaa sawa. Tundere nalala jaribu kuamsha kichwa ni mzito. Mimi usikianga mtu yeye anakuja ananiambia don't be rude, somebody is knocking the door. Nikaambia wachana na huyo, mimi akili yangu hata haiko haiko tena. Nakuja ananiita we, hapo niliona kizaza. Mimi ufungwanga macho ndio usingizi silipotee. Naenda nachukua ufunguo. Sasa nilikuwa tunakaa tumefunga na kufuli. Mimi yenyewe nikiangalia hivi kwa hiyo mlango nikaonanga yenyewe hii skirt naijua ni best yako. Kuangalia nilifungua na kifungua hiyo macho kuna mtu alikuwa ameniambia. Nilisikia nimeekelewa kibari. Kuangalia mabigi mafedi wameunga. Majamaa wameunga. Hapo ndio nilifanya nini? Nilijipata sasa vaa nguo, nikauliza kule nini? Mtoto kuangalia hivi mbele na nyuma kuna mtoto hapo. Alikuwa amechukuliwa karatasi. Funga hizo miguu mbele. Hapo ndio nilikaa nikajiuliza sasa hii tena ni nini? Wakapiga search huko nini? Ziko wapi zile pesa mlitumia? Ziko wapi zile pesa? Nikasema mimi sijapata pesa yote. So mbele na nyuma nilikuwa na taumbi. Akapiga search wakaniambia iko wapi binduki? Nikamwambia mimi sijui binduki, mimi kwangu kuna binduki. Sawa. Wakachukua Kenya kioto nataka hizo mavitabu za mtoi alikuwa tunampea homework nini, alikuwa na filfiti. Ni kila kitu yani wamepiga search. Mimi ndio uterevuka kwa chini napata mabeste zangu wale tulikuwa nao. Hapo nikauliza rada. Akaniambia wewe nyamaza. Kuangalia beste yangu. Amepigwa. Anakaa tu wako kwa Mbaru. Nilipatanga station ya industrial area. Kufika huko ndio nilipatanga kumbe tuko watu karibu 45. Sasa wale wawili tulikuwa nao mabeste zangu. Sasa tena kuna wengine hii kwa hivyo ilikuwa kesi imevurutana. Ilikuwa hadi na mabrokers. Wengi ilikuwa kila mtu mwenye alikuwa na participate lazima tujuani. Amjuani. Yeah. It was like mimi sasa nikasema sasa nitaambia mkoro wangu sasa nitafanyaje. Nimeanza kupea mamangu stress yake na venye tu nimekatch up life yangu saa hizi. Sasa tena nimesha jela. Mimi yani nililia na pain. Nikasema I wish ningekaa Saudi Arabia. Juu saa hizi hata singekuwa hapo. Lakini iko tu poa. So it was like ni sawa tu. Hata tu nikote kufika huko nakwambia tulichapo. Unasema wanaanza kupigwa. Mlipitia tocha? Kukanyago miguu na malijito makarauno wana tukanyaga wanatumwagilia maji makidnapa. Kufika huko tena mapaparasi wako huko meta. So ile tulipigwa sasa ikakuwa ni kupelekwa kotini after 2 days. Si walikuwa wanachunguza hiyo kesi. After 2 days kupelekwa kotini yenyewe hata jaji alituona hivi akawaambia mnanilete hao niwapeleke wapi wakiwa wamekaa hivi. Venye mlikuwa mmeharibiwa sura. Kufura. Kwambia turudisheni nao mwende mkibabu wakishapona ndio mwalete. So si urudisho industrial area. Ikakuwa sasa huko ndio tunakaa. Mimi tuka 1 week 2 weeks. Sasa tukapelekwa kotini tukachukuliwa plea. Ikakuwa sasa ni sisi na Lang'ata. Sasa mlihukumiwa nini? Sasa ilikuwa si kuhukumiwa. Wakati niliona kisiti muda kimekuja, hapo ndio nilijua ni hivyo. Sasa mimi huko tu hakuna tena mtu anabonga na ule mwingine, wewe unarusha ungo. Ikaambia hapana, fanya aje, jipe moyo. Ndio sasa tutafanyaje? Kufika huko niliona maisha kiwa tafu. Sasa Lang'ata prison
tumefika Lang'ata. Pata watu wamevaa zebra, tumelia. Kulia nayo tumelia. Tukajiuliza tutaja huku ndio watu wanakujanga. Watu wanawashangilia kule wamefurahia. Msijali, karibuni home. Ati home? Home prison? Karibuni home. Sasa nikauliza kai, tunaambiana sasa huku ndio home. Nakwambia ilifika mahali sasa ni kuanza kutoka. Tunaambia tutoe nguo zenye tulikuwa nazo. Kutoa itabidi unabaki uchi. Toa nguo upewe nguo za huko. Nguo unapewa ingine imeraruka. Aja mtu apewe nguo mpya? Si mpya zenye watu wakienda home wanawacha. Watu wakienda home ukiangukia upata mpya ni sawa. Tunavaa zebra. Kama ni nywele tulikuwa tumeshukanga fiti tunaanza kubomoa. Mnaambia the following day ni kubomoa. Ukae raia, yaani ukae watu. Ni punishment. Sasa ni kutolewa ulaia. Sasa wacha sasa sema mambo ya chakula. Hiyo ndio kuharibu. Sufuria inaitwa mororo. Hiyo unaleta ugali na sukuma moja, alafu supu imejaa hapo ya kuchemsha. Nakwambia unaangalia zile chakula unalia. Unakumbuka tu home. So it was sasa nitafanya. Hii zitapitia hapa kwa hii. Lakini juu ya njaa inabidi watu ukula na wakikula fiti. Hadi wanauliza kwani chakula maadamu haijafika tunasikia njaa. Sasa unashindwa ni nini unasema unasikia njaa. Tukiangalia na hizo mabeste zetu tunalia. Sasa pale kuna demu mwingine akatuambia ni nini? Kuleni. Hapa kunanga mtu. Uko na do. Mfuko yako ndio kuna canteen unaweza tuma na mkate na maziwa. Lakini kama una do itabidi fanya nini? Uzoe. Hiyo ni ugali na sukuma. Sasa hiyo ni saa 7 usiku. Mnakula ati sasa mnakula 5 saa 11. Hiyo ndio sasa. Sasa tena ni ugali na maharagwe. Nikasema hii ni kuisha nitakuchemshwa. Sasa ikabidi sasa tunaangalia venye watu wanafanya. Tukashika rada. Zile maharagwe zikikuja mnabonda at least mnakula ugali. Ili tuma hiyo kitu ni hata alafu ukikumbuka mtoi wako unalia times 2. Mamangu ikakuwa sasa anajifindiliaga anakuja kibarua siku ya kwanza akakuja akaniona. Kaniletea sabuni, kaniletea tissue na Colgate na panty. Juu sasa huko hadi hakuna kufunga hadi bra. Hakuna kufunga bra? Hakuna bra ama unakaga tu hivyo. Au ufai kukaa na bra. Ni hivyo nguo na suruali peke yake. Na watu waibiani masuruali huko? Mnaibiana. Ukiweka vibaya ukifua sasa nguo ilikuwa ni moja, ni wash and wear. Hiyo unaifua unaianika chini, unangojea ikauke, unaweza chawa. Nilionanga wanyama hiyo siku. Na kwambia ukiangalia mtu unaangalia tu ni zile za. Na ukipata tena na madu unauliza wanyama wajala wa nini? Au waishagi, hata ukisema ni kuwachana na watu kuwaua juu waishagi. Kwa kujiuliza hii maisha gani? Sasa ilikuwa tukiamka niko watuta. Na kuambia mimi hivi namwambia wadau, sasa itabidi life ni life. Tupambane dile siku tutamaliza hii kesi juu tutafanyaje? Bond kwenda si tulipewa bond ya nini 100k each. Na nini ya 300 nini cash ya 1 million ya 100 na msimamizi kama huyo wa 300. Sasa either utoe moja hiyo. Mimi naambia mama sasa itabidi aje ndio huo sisi tuko na shida. Kuna watu sasa nimewaharibia jina familia. Nataka hapana.
Mamangu akaniambia nitapambana, nitajua kwenye nitafanya. Nikamwambia utatoa wapi na pesa ya kufua nguo? Hey, itajafika lini 100? So ikakuwa tunaendaga kotini sasa. Tumeshaanza kuzoea. Babangu alikuwa na kanini pale chama yule ndanga na kopa ndo. Sasa nimekaa miezi ngapi? 3 huko ndani. Ulikuwa umefungwa for how long? Sijafungwa. Bado hujafungwa? Sasa niko remand. Bado uko remand? Sasa niko remand. Hapo mamangu nasikia amenisurprise. Nini nimeshatoa. Mamangu ameshajikakamua amekopa na huko mado atajua vile talipa. Ananitoa juu hata yeye alikuwa ananiona nalia. Anakuja tena nalia. Akiniangalilia kwa tule tushimo. Akuone tu unaangalia tu. Yufika na mali. Natoka tena narudi Raia. Sasa tena vitu zangu zilikuwa zimeshachukuliwa na mamangu. Sasa tena niko na juu siwezi kaa kwa mamangu. Ni mtu mimi nimezoea kujitafutia. Sasa huko prison ulikaa for how long? Huko remand nilikaa saa hizo nilikaa 3 months. 3 months. Sasa tena kujamta. Patana na boyfriend mwingine. Danganyo na ni mwizi. Nimekaa 3 months nimekuja Raia, nimekaa 3 months again. Hiyo 3 months. Unadhani nitaka? Ulikuwa unafanya? Boyfriend. Tumeshaka na nimepatana na boyfriend alikuwa Mjaluo. Boyfriend na yeye anza kuiba. Ako na bunduki, wako na nini. Sasa ilikuwa tu life ya kutishiwa. Sasa uendanga wanaharibu na huko Kayole Junction. Kuharibu bala wenye waliharibu bala achalia potee yuki ya kwangu tena. Hata sijamaliza miezi 3. Chaliku bala hepe na wale wengine walihipia kwangu, lakini ule unaona wameiba mali kwa center. Alafu alikuwa na AK47. Sasa ule chali mwingine ya kuingia kwangu, ule alikuwa na bunduki, alienda kama amehepa. Kwenda chali, kumbe watu wa plot walisema watu bawari sasa zikaanza kupigwa. Nikamwambia wewe ujue huku umeiba, umekuja na doo hizi ni exhibit. Sasa nasikia makarau wako nje wanapiga marisasi. Hao vijana wamepotelea wapi? Sasa kwa plot next mama wamesikia watu wakirukia kwa hii plot nyingine. Ikafika mahali wakaanza kupiga search na usiku saa 7. Chali alikuwa amekimbia ameingia kwa maji. Wacha mimi nimwambie tu hizo nguo ziweke rungu. Usifiche tukae wapi kwa kitanda. Huku sasa ni search inapigwa. Door to door. Ufika na wakati wa mlango yangu. Fungua. Nikasema najifanya tumelala. Kasikia fungua ama tukata hii mlango. Sasa hapo hivyo mlikata kufungua ndio sasa mlijipeana. Sasa ilibidi sasa nimemwambia wacha nifungue. Fungua kufuli. Kufungua kufuli tena. Kibari. Mimi kibari naambia uko wapi? Naambia nini? Huyu nani amelala kwa kitanda? Nikamwambia ni bwana yangu. Akaniambia hebu amka. Kijana akaamka kuna shot. Akaangalia wakaanza sasa kupiga tena sasa nika nyumba single. Maybe wajaona kasuku ya yellow ile ya 4kg. Na huko kwa center kwa baku kumesemekana dozi imeibiwa na kasuku ya yellow nini kwangu tena zilishikwa. Hii pesa nini coins zingine huko kwa kape tulikuwa tumeweka picha hizo madoo huko na matenje zenye huyo chali alikuwa amekuja nazo. Mimi ambiwa aje. Tokeni mwende tunaenda police station hapo Obama. Wacha nianze kuvaa nguo. Chali, bebesho zile vitu zilikuwa kwa nyumba.
TV yangu, ufa kangu, kila mtu anabeba. Ati zina receipt hizi ni za kuibiwa. Ndio huo sisi tumebebesha usiku. Wacha tena kupika huko. Ni mimi na boyfriend wa mine. Pigwa tena. Na nimekaa miezi nashinda sana nitapigia mamangu nimwambiaje. Tena nimeshikwa. Na ile kesi nyingine sijamaliza. Tena sasa na tena nashikwa na nini na robbery. Maisha ikakuwa ni tough. Sasa mamangu nikampigia nikamwambia mimi yenyewe mama jana usiku nilishikwa. Moja hadi. Hiyo maisha ulisema nganishi. Ya shida nimekulia na shida nini. Nikamwambia mama sikutaka kuona. Ni mama ulianza kuiba. Nikamwambia mimi sikuiba. Kweli kila saa yote nikamwambia mimi roho yangu mzuri ndio inatuma napata na hizi vitu mashida. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko Obama police station hapo Kariole Junction. Akaniambia ni sawa. Wanasemaje? Nikamwambia sasa kusemaje? Wanaanza kutafutia watu ma exhibit sasa matenje madozi yani kila kitu. Kuulizo huyo chali hao wengine utawatoa iko wapi bunduki? Nasema mimi sijui. Enyewe nalia tu sijui. Ule karau anakuja na pistol. Anakuja kunitishia. Wewe inabidi nakaa hivi. Naomba usiniue akili kuna mtoto. Usiniue sina bunduki. Hapana, kulikuwa na bunduki. Naambia sina, mmepiga search kwangu hakuna bunduki nimepata. Siku mbili sasa tumekaa ule chali pia yeye anatishia huko anapigwa na limo sasa kila mtu ako seli yake. Ilifika mahali sasa tunapelekwa kotini. Ile nyingine silikuwa Milimani ile kesi nyingine. Sasa iko Makadara. Sisi upelekwa Makadara. Na nilikuwa nimewachanga wale mabesti zangu wengine wapi? Ndani. Na kuambia nimeandikiwa robbery. Nikalia nikajiambia Mungu ni maisha gani? Tena robbery lakini nikiwa nje nilikuwa nimekesip kwenda kotini mara mbili hii mention. Sasa ilikuwa nikaa na ondokea ile kesi. Unashika. Nikasema ile kesi ni noma. Hiyo naondokea. Na bond. Sasa dola ile kukosa kwenda koti hivi nimeshatolewa samo nimesamoniwa. Nikishikikana nirushu ndani. Sasa tena ndio mimi nimejipeleka. Na kuambia wale mabesti zangu venye nilifika tena na ngata. Wakasikia accused wenyewe wamekuja tena. Walisema nini? Kuangalia sasa sijavaa zebra. Natolewa nguo nyingine ya Capital. Watu natolewa nguo nyingine ya Capital. Hiyo grey. Hiyo green hivyo grey. Hiyo grey mtu uvalishwa kama mada. Uko na mada kesa robbery with violence. Lakini hii nyingine zebra unavalisha nguo ukiwa na ordinary case. Hii kesi tu nomonomo. Hivyo ndio wanavaa. Sasa unawatafuta shanga watu wa mada na robbery. Wakaniuliza msoni nini? Nikamwambia nimemada. Akaniambia ulitoka kwenda kumada. Sasa kwa nini umevalishwa Capital? Wacha hapo. Kwanza kulia pia na mzazi tulikuwa tunauliza tutatoka lini. Nikamwambia hapana lakini nimeshikwa na noma ya robbery. Na nani? Nikamwambia chadi fulani ule kevo alikimbia hivi na bunduki bala heta alikimbilia kwangu. Sasa hapo ndio majirani walinipatia matiana. Hapo wakaniambia sawa. Tuzoe nayo hii kesi nyingine nikusema kesho. Wale watu sijui au maskari wanajua kaje. Ndio unasikia na serikali na mkono refu. Unajua wala mayo wangu wa hiyo kesi nyingine walikuwa wameshafika Rangata. Wakuja niambia ulikuwa umepotea ulikuwa unadhani sasa hizo mimi upatia na jina different. Kumbe hata jina different si zijalishi finga ni zile. Wewe ni wewe ule. The same person you are the same person. Nimepatia na jina nyingine. Ikafikaje? Kesho watu tukienda kotini na hao wengine kesho naenda kotini. Ikakuwa sasa mimi niko na noma ngapi? Uko na 2 cases. Robbery na kidnapping.
ikakuwa sasa napelekwa, nikaenda nikanyang'anywa bonda juu ya kuhepa kosa kwenda kotini mara 2. Sasa ikakuwa sasa nitakaa jela hadi siku ile nitamaliza kesi zote. Sasa hapo mimi upiga mtu wangu, nikaambia mkoro wangu, je, umesikia? Ndio nimekanyang'anywa kesi juu ya ile noma. Akaniambia, juu ulikatanga kunisikia, wewe sasa pambana na hali. Nikamwambia ina mambo, lakini usijali, mtoto tu tutalea, tutasomesha, tutafanyaje, sina uwezo mwingine. Hii nayo kesi ya robbery nimepewa cash bikia 800k ama 5M. Hizo msimamizi hizo title. Uko utatoa wapi hizo? Sasa ning'ang'ane hapo. Hiyo ilikuwa the same year 2013. Hapo kwa mwaka mmoja nimeshikwa na noma 2. Hapo ndio nilianza kusukuma life. Ikabidi nizoe, ikabidi nimalizoe zile chakula, kila kitu yani. Ikakuwa sasa wacha nikae huko until huku ni home sasa. Hata mimi nitasema ni home. Prison sasa ikakuwa home. Hapo nikiwa hapo sasa ndio nikaanza naokoka, inabidi unaokoka. Lakini sasa 2014 ikakuwa na kesi bado. 2014 mwisho ndio tulifungwa na hii kesi ya kidnapping ama ya robbery. Nilienda nikasoma account 5 kidnapping, ikakuwa tumefungwa 16 years. 16 years. Yeah. Hapo ndio lawyer wetu wa huyo mwingine alikuwa na discharge wa kamiti. Sasa lawyer wa huyo wa kamiti ikakuwa ametuongelelea, akasema ni watu wako na watoto nini pia wafanye nini, wasamehewe, wapewe another chance. So ikakuwa zile account 5 zikakuwa 7 years. Yeah. Ikakuwa sasa naenda kuserve 7 years. Na hiyo sasa 7 years hiyo ndio sasa miaka yenye naenda kuserve. Kwa hivyo utatolewa 2 years ya jela, ukae 4 years. Kwa hivyo ni 4 years plus na remand. Unashika? Na lazima unahesabu yangu hadi yenye ulikaa kwa remand. Hiyo sasa ni ile hii 7 years unafungwa, alafu unatolewa 2 za jela. Sasa plus zile miaka 2 za remand. Sasa huko venye nilifungwa sasa tulilia, wazazi wetu walilia. Nikaona venye ile pain mamangu analia nayo. Akaniambia miaka yote utaja. Sasa ile hata mimi nafeel, nikaomba mama nipe nguvu. Ndio tulihagiana ngapo sasa ndio nataka kutolewa remand. Nikakuwa chini sasa main. Sasa huko ndio mbaya. Sasa main prison. Sasa nikiwa huko tukaambia na mabeste zangu, sasa tena tumeenda home. Kaniambia beste yangu, kaniambia usijali tutaja toka, juu nilisikia hata watu hutoka, hata si tutaja toka. Takuja tu kutoka siku moja. Sasa ukipiga hesabu na hesabu mtu wako ulimwacha akiwa stadi 1. Unahesabu hizo miaka unasema wacha nini? Haina mambo, bora tu wakwe uhai. Sasa kufika kule na huko ni lazima upigwe sana. Mbo inashikwa hivi, inafinywa. Huko sasa tuliambiwaje? Purity. Huko sasa si kama kule remand. Kule mlikuwa watoto wa jaji. Sasa huko ndio jela. Au mamada wanakwambia hivi, si mlikuwa mnarenga huko mnasema mnaenda kutostaki. Sasa hapa ndio mwisho. Ukileta hiyo kichwa ngumu yako unapeleka hadi cell. Cell tena ndani ya prison. Yufika mahali ambia haina mambo, na sisi tutapatikana na marufuku. Tukaanza nini day 1. Wacha tena mimi kulikuwa na ngarufu. Sasa naendea mizigo zangu kwa remand pale kwa ngana tenje. Hiyo simu ni marufuku pia. Sasa hii tenje nilikuwa kwa bag yangu, simu lazima tena vitu zinatoka remand zikuje ziangaliwe hapa. Wiki moja, siku ya 3 na kuambia tenje kapatikana. Na ni tenje iko inatumika. Uliingia na tenje wapi? Kwa nini kufanya research? Sisi tulikuwa tuna bayuko marufuku.
hiyo sasa unakaa nayo, unapigia watu wenye usiku, watu wenye hutaki kwenda welfare. At least sasa kulikuwa na tenje yangu ilikuwa imeharibika, na kwambie tenje ikapatikana. Ilipatikana aje? Si ile mfuko bagi ya zenye nguo zilikuwa na nguo zangu za home. Sasa ikiangaliwa ndio zikuje zipewe huko, zirejestwe huko. Na kwambia walipata tenzi tena, wacha nikaa binduki uko nayo, simu jela. Hai, ni kama binduki uko nayo. Nikajaribu kuambia ni kizibo, ananiuliza kizibo ni kusema wajui hata hii sheni ya kizibo ni zibo. Naambia si fiti, hii simu si fiti. Kaniambia utatoa mtoto wake. Mtoto wake ni battery line na mama yake ni mama. Huyo ni mama sasa, battery mtoto wake na line. Nitazitoa. Nikamwambia simifanye. Na kwambia niliitiwa reinforcement. Hiyo siku ndio nilionanga naitu ya kwangu. Juu nilipigangwa. Nilipigwa, nimevamia na maaskari karibu 10. Mapaipu. Nilikuwa nakaa green mtu mzima. Hadi sasa maafisa zangu wanapigwa, wanaambia mlikuwa na hii simu. Yeye wanasema si yangu, ni ile yenyewe viboko za huko. Mapaipu za green ni zinatembea. Yuaga kila mahali. Sasa nimevamiwa, nilitio blue nini. Nikawaambia simu si nzuri, ni ya kitambo. Uliingianga aje jela? Sasa ikafika ndio sasa tunaambia enda huku, tulikuambia huku si remand. Sasa mimi nikitolewa pale nilibebaniwa. Ulibebaniwa au kunaweza sikanyagi, miguu imefura, anyaka green hivi. Oi, nikaenda nikapatanga, mimi upeleka nguo juu ya kesi mbili, mimi upeleka kwa special watch. Sasa nimepewa zebra, nimepewa kiraka, niko na kiraka hapa ya black, kumaanisha niko na kesi nyingine na SW. Sasa nikiwa hapo ndio mimi nilikuja kufia tu jela. Sasa hii ndio mwanzo, miaka 7 kabla ifike na nimeundwa saa hizi, nitakuwa nimeuliwa. Hei, nikaanza kumasaji yangu kwa uchomangu na bestea. Nikapata mama mwingine akakuwa ni kama mama wangu, anani guide na nini, anani massage nini, akaniangalia, ananishughulikia. Lakini yeye alikuwa ameokoka. Sasa hapo ndio nilijionea kuna mambo jela. Nikakuwa pia madem, tunasikia mtu amekuwa na mtu wake. Ati mtu amekuwa na mtu wake? Madem kwa madem? Ikakuwa hapa, ukisipokuwa ukiwa mrahisi, ukitaka kukula fiti, maybe ukuwe na mtu wako. Mtu kusimamia chakula, unakula chakula kukarangwa, mkate, nini, na unamfulia nguo, nini. Yeye anatoa wapi pesa? Yeah, maybe watu wao wamekuja wamemvisit. Watu wao wako na do. Sasa kasipo hizo fulia watu nguo, upewe mkate na maziwa. Sasa hapo ndio mtu unasikianga nimeolewa. Umeolewa ukiwa prison? Yeah. Inafika wakati watu wanatolewa nje. Wale majina zinaandikwa, watu wale wanakuwa wawili. Mnaenda mnatandikwa. Na bado hata wakitandikwa, hiyo kitu ina happen tu. Ndio ni kitu walishazoea. Hata mtenganisho kwa ward. Mtapatana wapi mkitenganishwa kwa ward? Tukibwa break lunch hivyo. Hivyo. Bora na ukiona mtu mwingine unasikia wivu. Aje. Wanapigana. Na ni wa mama. Sasa hapo ndio nilikanga. Hapo ndio unasemanga wacha uokoke. Hapo ndio nilisemanga mimi sitaki kuwa na mtu, ama nisikiange mimi kama mama ya fulani mimi. Na temptation zinakufikia, zinakuleta. Temptation zinakuanga gani? Temptation sasa mtu amekuja, amelewa, anaweza kuja kuletea kitu mzuri ya kukula, unaanza kumuonea 18. Kama una mihadarati unatumia. Huko mihadarati tafika aje? Watu maskari. Unawapatia do. Wanakuletea, lakini pia the same people ni the same people wanakuja pia kutoa hizo
wanakuja kuzitafuta wakipewa sana. Sasa ikafika na mahali kama ni hizo mihadarati yote, chaves, ndogo, nini, hizo vitu zote ziko. Hadi bangi? Kila kitu iko. Watatoa pia hadi kiberiti? Kila kitu ni marufuku na itaingia tu. Sasa hapo ndio ukiwa sasa hiyo temptation ikikufika natuma sasa utulie, either uokoke ama sivyo uolewe. Sasa hapo ndio nilikaa kaanza kuokoka, tunaokoka mimi na maakisi zangu. Inabidi sasa hii tena kifungo ni kirefu sana, lazima utapata temptation. Tukaanza kutafuta venye tunaweza ingiza yote nje. Sasa tenje zinafika zinarudi sana, zinakuja zinabebwa. Ikakuwa ni hiyo life. Sasa hapo ndio nilikaa naambia na sasa hii hata kuokoka pia ni stress. Wacha sasa utumie mavitu ukiwa huko ndani. Kama ni ndoo unachoma, kama ni chavi unakula, kama ni hizo madawa za wazimu na meza unakata pia ukiwa wazimu. Junayo ile wodi nilikuwa nayo ungekaa ukiwa soba. Kwa nini kanisha na wazimu? Walikuwa wanafanya nini na wazimu? Sasa zingine wanaamka na mtu nini wanakupiga nini. Sasa ni lazima ukaiganga pale. Sasa ama wakienda wrong ama nini misbehave, hizo mnawasaidia mkwe hardcore. Sasa hapo ndio tuling'ang'ana, tukakaa tukaona tumezoea mwaka ya kwanza, mwaka ya pili tukaapili. Hapo kuapili tukasema hii ni kubahatisha, hivi tunaweza fungwa, inaweza wachilia ama ufungwe. Sasa hivi kuteme ama uongezewe miaka. Sasa tukasema hivi wacha tubahatishe, tunaweza enda home, tunaweza achiliwa na siku moja pia. Na kuambia tulika another mwaka ya 3, mwaka ya 4 ndio ya pili narudi. Sasa leo tumebakisha miezi 8 tuende home. Tumeng'ang'ana. Ikabidi tumeenda kotini. Wakati kwenda kotini, lakini uzuri yule jaji alituhurumia. Hiyo miezi 8 hii tulikuwa tumebakisha because it was tutoke 2019 tukawachiliwa 2017. Sasa lakini benye niliwachiliwa, sasa mimi bado niliwachiliwa, lakini niko na ile noma ingine. Bado kuna kesi nyingine. Hiyo nayo ingine nikang'ang'ana. Huyo ikakuwa ule mwenye kesi wa kujange. Wakujange? Wale wa robbery ama? Wale wa robbery. Si hapo tu ndio Mungu alinibahatishia nikawachiliwa na hiyo noma pia. Sasa ikafika mahali enyewe nilikuwa nakanga hivi nasema bala hadi wale mnisema bala mtu anirudishe jela. Heria ni made. Afadhali ya kuwe lakini si ya kupeleka prison. Una freedom. Una anything una wako. Huko ni wewe. Yaani maluna ni mwadi kuona watu wako. Visiting ni mara moja kwa mwaka. Maluna unaangalilia watu kwa shimo hivi. Hiyo ni life mbaya sana. Lifu unaona mwanamke mwelewa na mwanamke mwingine. Hapo ndio ndio story za lesbian nini. Kuna one of your friend maybe aliolewa na another woman. No. Lakini si wajuni watu wa different. Utafanyaje? Na unawasalimia unakaa tu nao nini. Unasikia tu mtu akipigia story zake. Jana tulikosana hivi. Yaani pale si pa place fit. Place noma. Hii ni place noma. So hiyo wakati ilifika ndio nikiwa tu huko hoteli nilipatana na boyfriend wa kutoka Kamiti tena. Ukiwa prison? Sasa tulikuwa tunaona ni wale wa Kamiti wakikuja au nakuja tunapatana kotini. Hapo ikakuwa pia yeye amefungwa life in prison. Alikuwa amefungwa life in prison? Sasa utalii ilifika mahali mimi nimetoka, ikakuwa sasa ananipigia ngatenje naenda namuona.
Akaniambia pia yatatoka lisha pili. Usimarike msomi, nikikuja nitakaa kukuoa. Sasa nikiwa hapo nilikuwa naambia Mungu, raundi sitaki maisha ya kurudi kwa barabara, kupigwa na baridi, sitaki wizi, yani sitaki anything. Mungu nibadilishe. So kutoka pale nilikuwa nimebadilika, nimerekebika. Sasa naambia Mungu nipatie tu bwana. Tena mimi upewa bwana. Ule nilikuwa naomba Mungu. Bwana ni baba au mtoi wangu mdogo sasa. Unaona mtoi wangu miaka 8 siko na mtoi wangu nini, nimekaa hivyo sasa nimerudi. Mtoi wangu ameshakuwa mbigi. Akafurahingi nini, mtoi ana size alikuwa anataka kujoin form 1. Mimi usikumana tunang'ang'ana, mtoi chopa akaendanga. Huyu Charlie akanisaidia kupeleka ule mtoi shule. Sasa akalikuwa ameitwa Kisumu Boys. Ndio alikuwa na Max Poa. Lakini sasa venye nilikujanga nikamarika na huyu Charlie ametoka jela pia yeye. Tukaanza life. Hata yeye alienda akapili na akatoka prison. Akapili. Na akatoka. Noma ikamwachilia. Yeye alikuwa amefungwa na noma gani? Robbery. Sasa tena tumekuja tumeoana. Manga wawili. Ametoka prison. Wametoka prison. Sasa tukakaa kwa kulikuwa naishi na huko Kibiri. Nikaenda nikakaa. Tukakaa miezi 3. Ilibidi ikafika mahali nimebeba ujauzito wa mtoto wangu mdogo. Tukiwa tumekaa. Sasa tena pia life ikakuwa hard. Kugongwa na huyu habi na huyu husband. Anakupigia nini? Hii ni kitu kidogo hivyo. Kugogo, unachapwa yani. Nakimbia humu. Nikiona mimba amenitesa. Na kujadi kwetu saa 7 usiku. It was like niliombaga bona tena nimepata mimba saa hizi tena ndio hii maisha, hii ndio maisha. Pana. Mimi ukaaga niko na pia sitawezana. Mimi ugojanga nizae. Mimi uzaa na yeye ni mzaka huyu mtu wangu. Mimi uzaa. Charlie anasema mtoni wake nini ikafika mahali sasa mimi sitavumilia ile ya kugongangwa. Mimi nimepigwa na serikali tena huku nimekuja nimeomba bwana ndio huyo ananigonga. Mimi nimezoea maisha ya kukaa peke yangu. Sasa kama hizo ndio ndoa nitafanya. Nikavumilia sasa, nikakuja nikaanza kulea mtoto wangu. Charlie nisaidie. Ndio huyo mwingine kwa seko. Sasa ikakuwa ni mimi kujituma. Ndio nilisema sitaki sasa tena kwenda hizo wizi, hizo yani hizo mambo kwenda road kwenda nini. Wacha nifanye nini? Nikuje nianze kutafuta vibarua. Sasa ikakuwa mahali mimi ndio leo ni ujituma kwenda kutafuta vibarua za kufua. Sasa unafuanga na sasa huku hivi unatoa wapi kazi ya kufua huku ghetto? Sasa huku ghetto tunaendanganeza toka hapa hadi niende Isili. Kutoka hapa via D3? Si unatembea tu mguu. Hiyo distance ni refu. Alafu nenda na huku kwa Waria wao wanalipa udu. Like pande wanalipa pesa ngapi? Sasa unaweza wekea karibishini mmoja hapo kubwa una jila ama 150. Wow. Sikafika mahali sasa mtu wangu amemaliza form 4. Mtu alianza kunisumbua. Anakusumbua aje? Mtu wangu ingilianga drugs. Ikakuwa na feel pain sana juu ile mtu huyu. Nikajiuliza yani mtu huyu au ni ile life nimepitia pale. Na alikuwa na good example, at least mimi angejifundisha na mimi mama sitaki kurudi pale hivyo ndio kama wewe mama at least wewe unajitumanga at least naweza soma ni kuamua nifanye nini nikusaidie. Sasa mimi niko mtu wangu ni ule tu alikuwa chupi mtu huyo. Mimi ukaa hivi na join church. Nikaongea na pasi wa huko kwetu. Nikamwambia venye mtu wangu ananisumbua.
mtu huyo akaniambia nitakutafutia rehab juu alikuwa which amenyamaza, sasa amekuwa na kawakaa zuzu. Nikiona ule mtu huyo nalia sana. Sasa hizo mamangu alipasi. Was may her soul continue resting in peace. Alipasi like 2 years ago. Sasa ni mimi kubebana. At least sasa mamangu alikuwa na ni support na mimi, unaona pale tunaweza. Sasa ni mimi. Mtu wangu akatafutiwa rehab. Nikasema nikaambia utafuta do. Ngipikumi utatoa wapi? Ujue mtoto rehab tumemlipia 250. Nini utatoa wapi? Ingine ya nini? Kwenda kuomba kukopa mabeste. Nisaidieni nibaieni. Mimi mtu yeye anataka na mattress, anataka na nini boxer, sabuni, nini hizo kwa tuna inakaa body. Lakini yako anajua nikimpeleka. Hata kujua alijipatanga tu. Alikuwa ametupa fahamu hivyo. Hadi unampeleka hadi rehab na aelewi yako wapi. Sasa yako wapi? Sasa hizi alishatoka. Amemaliza mwaka. Akarudi sawa. Nikamwambia ako kwa aunti yake. Nikamwambia atafute kitu anaweza do in life yenye ametupa. Akaniambia nataka kufanya graphic and design. Mara nini naitwa ama driving. Nikamwambia jijue na usirudia hiyo kwenye ulikuwa. Sasa tena saa hizi hadi nilijiuliza ofite na kama nakuja kwangu nasikia nionekana juu fai kukaa surrounding iko alikuwa ameshakamishwa. Sasa yuenda nasikia ameonekana kumaanisha nakuja kuhunt zile mihadarati tena. Mimi hadi sasa nashindwa hadi nasema shida ni mbaya juu ningekuwa na do huyu mtoini neza mtoa huku kabisa completely. Mtoa huku hivi ghetto Kabisa. Juu hadi Githurai si ni ghetto tu. Ni Githurai ni ghetto. Chenye atapata huku hivi bado ghetto atapata. Anatrahinga na kuja hadi huku juu anahitaji zile vitu. Sasa ndio huyu mimi ndio unalea huyu mwingine mdogo. Sasa huyu mwingine kwa how old? Ako 5 years. 5 years kama ingia shule. Kama ingia shule. Ndio mimi tu nang'ang'ana kalipia shule. Na hiyo kazi ya kufua manguo. Ndio tutafanya nini? Kuna mtu anakutazama hapa hivi na angetaka kukusupport. Ukitaka support gani? Mimi sasa hizi tu mtu wangu mkubwa size akapata kitu naweza mfanyia akuwe busy. Kama ni hiyo drive, kama ni hiyo graphic, hiyo kosa aende. Ni ama mtu anaweza niwekea tu job niweze at least kusupport watu wangu. Sasa hivyo ndivyo nakuuliza. Sasa wewe binafsi kwa sababu ukisaidika utaweza kusaidia watoto wako. Mimi nikapata mtu ananisupport anaweza nisaidia kuwekea biashara mimi mali naweza kupatia mimi nange kitu naweza. Hakuna siku nitajaomba. Naweza furahia sana. Biashara kama gani? Mimi najua kutengeneza ice glossary. Nini ya maziwa ama mayai. Hizo vitu. Hizo ya maziwa, mayai. Na hiyo hatahitaji capital kubwa. Hiyo inshallah. Mungu anaweza. Mali tu naweza taka tu nijisimamiage mimi. Tusaidie na namba yako ya simu. Yenye mtu anaweza kufikia ama kukutumia hadi pesa. Namba yangu ya simu ni 07 07 18 07 18 19 18 0718 575 575 462. 462. Yeah. Utairudia tena? 0718 575 462. 462. Italeta jina gani? Purity Ranch. Purity Ranch. Purity Ranch. Ranch. R-A-N-J-I. Ranji. Yeah. Ranji.
Asante sana Purity. Kupitia story ya maisha yako tumesoma mambo mengi sana, haijakuwa just a story, imekuwa elimu, na tunakushukuru sana. Your story niko sure ita transform na ita change life sana ya mayouths wengi sana madem. Tumesoma mambo mengi sana na tunakushukuru, na pia tunakusihi endelea tu kupigania watoto wako. Siku moja inshallah itakuwa sawa. Wapenzi watazamaji, kupitia hiyo namba nimeweka hapo hivyo ni ya wa guest, ni namba ya guest yenye nimeweka hapo hivyo kwa screen. Please kupitia hiyo namba, kwa hiyo time tu tumekuwa na Purity, wacha tumuappreciate, muappreciate na anything, hata kama ni 20 bob, hata kama ni 50, 100, 1000, anything. She will really appreciate, appreciate sana. Na pia kama umembarikiwa na Mungu, uko na hiyo uwezo, please unaweza mwekea tu ka biashara ka kuuza mayai ama kakuuza maziwa. Hiyo biashara haihitaji pesa mingi, like kutoka 5k 5 to 10k, naona itakuwa tu sawa. Anaweza anzia kutoka hapo hivyo, na Mwenyezi Mungu atawabariki. Asanteni sana, tunakushukuru sana Purity, na Mwenyezi Mungu akubariki na fanye maisha yako yawe mepesi. Imekuwa magumu sana kutoka kuwa mtotoni hadi sasa hivi. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu, na kwa imani kila kitu itakuwa sawa. Asanteni sana. May I see you in our next episode. Before tufunge, ningewaomba kitu moja. Maybe haujakuwa na chochote cha kumtumia Purity, unaweza msupport hivi. Unaweza like, ucomment na ushare hii video. The time utafanya hivyo itakuwa recommend na itafikia watu wengine, na ambapo itafikia watu wengine utamfikishia ama utamconnect na destiny yake. Ni in one way or the other utakuwa umesaidia Purity. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.